السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yeye pamoja na familia yake na yeyote yule ambaye kwamba ataweza enda sambamba na mafundisho yake mpaka siku ya kiyama. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala biihsanihi wa dhatihi an yaj'alna minhum, atujalie tuwe miongoni mwa waja wema, Allahumma amin. Ndugu zanguni, kwanza karibuni katika chano yetu ya Ashfaq Online TV1. Kulikuwa kumepita muda kiasi hatuzungumzi, hatukumbushani. Kwa hivyo hii ni fursa kubwa sana. Leo insha Allah saaishu maakum, nitaishi pamoja na nyinyi kuhusu fadlu ad-du'a li thalathat ashkhas, yani أو الدعاء للثلاثة أشخاص لا يرد ليس له حجاب، يعني maombi dua ya watu watatu aina pazia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maombi ya watu watatu aina pazia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema kwamba radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, kwamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwa hakika mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani ziwe juu yake, alisema kwamba thalathun da'awatin, maombi matatu ama dua tatu, mustajabatun la shakka fihinna, yani ni yenye kupokelewa haraka mbele ya Allah kuliko maombi mengine, kuliko dua zingine. Yani bimaana hizo dua za watu watatu hazina pazia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la shakka fihinna, hakuna shaka ndani yake juu ya hilo. Ombi la mtu wa kwanza, da'watul walid liwaladihi, yani maombi ya wazazi ama maombi ya mzazi juu ya watoto wake, haina pazia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imma awa namwombea maombi mazuri ama maombi mabaya. Kwa hivyo inatakikana kwa kila mzazi anapoenda kumwombea mtoto wake ama watoto wake, agangalie na afikirie au ajue kwamba dua yake mbele ya Allah ni makubulun la shakka fihinna, haina shaka ndani yake, ni yenye kupokelewa hapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wangapi waliishi hapa duniani kwa maisha ambayo kwamba ni duni, ni dhiki, ni ya dhiki. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya maombi, kwa sababu ya dua mbaya za wazazi wao waliowaombea kabla. Na ni wangapi waliishi maisha mazuri, maisha ya raha, kwa sababu ya nini? Maombi mazuri ya wazazi mbele ya Allah kwa watoto wao. Kwa hivyo ndugu zanguni, wazazi wenzangu, na waombeni kuombea watoto wenu maombi mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Fa inna da'watakum la shakka fihinna, bimaana mustajabatun, yani ni yenye kupokelewa. Ndugu zanguni, maombi ya pili, wa da'watul musafir, dua ya mtu mwenye kufanya, yani mtu mwenye yuko katika safari, mtu ambaye kwamba ni msafiri, yuko katika safari. Mtu amekutembelea, yuko katika safari, amekuomba ama hajakuomba sawa usaidizi, alafu kamsaidia, akawa ni mwenye kukuombea dua,
maombi yake ni yenye kupokelewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watakaopata chansi kama hiyo wajaribu waitumie katika fursa kubwa, katika fursa nzuri, kwa kuwaombea watu wao vizuri ama ndugu zao vizuri. Dua ya mtu wa tatu, wa da'watul mazlum, na dua ya mtu ambaye kwamba amedhulumiwa. Huyo mtu maombi yake hayawezi rudishwa, hayawezi chelewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wale watu ambao kwamba wanawanyanyasa watu fulani, wanawadhulumu watu fulani, wajue kwamba wakipandisha mikono mbele ya Allah na kuweza kumwomba Mola wao Rabbul Izzati wal Jalal, Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwasikia na maombi yao watayapokea kwa haraka. Ndugu zanguni, haya ndio nilikuwa nayo mimi na nyinyi tuweze kukumbushana kwa leo. Kwa hivyo ndugu zanguni, na waomba tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tu min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan. Bagarkuba Allah ndaba sabako namna basabira kuma na yuko yakomeza kubaha ubuzima bwiza. Turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala we nyiri ubushobozi buhambaye ko umwanya nk'uyu nguyu yawushyira mu byiza dukora hano ku isi ejo ku munsi w'imperuka. Naam, bagaruka Allah, bavandimwe abanyacyubahiro, nari nifuje yuko turebera hamwe ubusabe butatu Allah subhanahu wa ta'ala yakira atajya asubiza inyuma. Nukuvuga ngo bwakirwa vuba na pasi yabugira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se nta kibutangira kibaho imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndavuga amagambo shingiye kuri hadith iboneka mu gitabo cya Abu Daud, Sunan Abi Daud, aho hadith yakiriwe na Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aravuga ati mu by'ukuri n'umwe y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iragira iti thalathun da'awatin, hari ubusabe bw'abantu batatu mustajabatun la shakka fihinna, ntabwo bugira ikibutangira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ngo bwakirwa vuba iyo nyiri kubusaba yabusabye. Ubusabe bwa mbere da'watul walid li awladihi, ubusabe bw'umubyeyi ku bana be. Imma ushobora kuba ari ubusabe bwiza cyangwa se ubusabe bubi, bwose burakirwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rero niyo mpamvu ababyeyi tugomba kwicara turi maso, tugasabira abana bacu ibyiza. Niyo baba badukoze ibimeze gute, tukabasabira ibyiza aho kugira ngo tubasabire ibibi. Ni bangahe hano ku isi babayeho nabi cyangwa se babayeho nabi kubera ubusabe bw'ababyeyi babo butari bwiza basabiwe mbere yuko bagerwaho n'ibyo bigeragezo. Noneho ubusabe bwa kabiri, wa da'watul musafir, n'ubusabe bw'umuntu uri ku rugendo. Uwo muntu uri ku rugendo ugize amahirwe ukabura nawe, wallahi nimba ari ikintu, nimba ari impano wamwaka, nuko wamusaba ko yagusabira imbere Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ubusabe bwe nta pasi yabugira imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ubusabe bwa gatatu wa da'watul mazlum, yani n'ubusabe bw'umuntu wahugujwe. Umuntu uhuguzwe imbere ya Allah, Allah ari tayari kuba yagira ute, yamuhoza amarira. Bityo rero twirinde kuguza abagaragu bagenzi bacu. Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.